msikilizaji wa simulizi. Kumbuka hii ni channel ya Vam TV Online. Nikukumbushe tulipokuwa tumeishia kipande cha 4. Kama hukuwa miongoni mwa walaosikiliza, basi sikiliza. Lakini hapa ndipo tulipokuwa tumeishia. Hivi Glady, umesikia kwamba Brian amefukuzwa kazi leo na ana kesi mbaya sana? Nilishiwa na nguvu, ambapo hapo ndo sinema ilianza sasa rasmi. Gladness anasema alishiwa na nguvu. Kumbuka simulizi yetu aliniacha baada ya kupata utajiri, na hiki ni kipande cha 5. Unaweza kusahau kulike, lakini usisahau kusubscribe, kisha toa maoni yako kuhusu simulizi hii. Tangu umeanza mwanzo, umepata funzo gani? Gladness anasema ambapo ile namba nilipiga na akapokea mdada mmoja hivi. Rafiki yangu anaitwa Sala ambaye ana saluni, nilikuwa nikienda kusuka hapo. Alinieleza kila kitu. Ni kweli Brian kafukuzwa kazi na ana kesi, na kosa ni kwamba kuna hela zilipotea za mradi na inadaiwa ye ndo alikula. Badala ya kumsikitikia, nilifarijika sana, tena sana, maana alionitendea hata ingekuwa ni wewe mpendwa wangu unaisikiliza hapa, hakika ungefurahi na kufarijika, japo hatufundishwi kufurahi mabaya ya mtu yeyote yule. Nilimweleza Joshua hali iliyokuwa, na akaniambia haya yote ni fimbo ya Mungu. Tulikaa na mpenzi wangu Joshua tukiongea jinsi ya kuzidi kuyaboresha maisha yetu. Hatimaye tulikosa uvumilivu na tukafanya mapenzi kwa mara yangu ya kwanza na Joshua. Jamani, huyu Joshua alikuwa fundi hatari. Yaani sijapata ona, alikuwa anajua mambo bara kunako 6 kwa 6. Kiukweli alikuwa kajariwa hata tango. Lilikuwa la maana kabisa, sio vile vidagaa sijui vibamia. Alinikuna kisawasawa. Glady wa watu, mie nikatosheka kabisa. Nilijiona nina bahati sana kwa kuwa huyu mwanaume, maana kila kitu yupo vizuri. Maisha iliendelea huku mwanangu Maureen akizidi kunawiri, huku mimi na Joshua tukiendelea na mahusiano. Ilifika hatua tukaanza kuishi kwa pamoja, mimi na yeye na mwanangu. Kwa kweli Joshua alisimama kama baba wa mtoto wangu na alimpenda sana. Kwa upande wa Brian, baada ya kufukuzwa kazi, mambo yalianza kwenda mlama. Miezi 3 tu akawa kafuria, hana lolote lile. Gari akauza ili anunue walau kiwanja, akatapeliwa zote na watu wa network marketing. Kosa alilofanya ni kwamba mapesa yote aliyokuwa akiishi maisha ya kifahari na kupanga majumba ya gharama, akiishi kitajiri bila kujua kesho yake itakuwaje. Hicho ndicho kilichomkosesha maisha mazuri, na ni kibaya zaidi, akagombana na Mpemba mmoja. Mambo ya biashara hayo, Mpemba akafanya yake, biashara zote kushineli, akaanza kuyumba, akabaki na vijihera tu vya kusukuma maisha. Mwezi wa 6 toka fukuzwe kazi, yule mwanamke wake akamkimbia na kumwacha kwenye mataa. Shogangu, Brian kaachwa. Una habari hiyo? Ananiambia Sara. Niambie shosti yangu, kwani huyo bwana ex wangu ilikuwaje? Shoga yangu, acha tu. Baada ya mwanaume Brian kufulia, si mwanamke akaamua kumkimbia na kumwambia hamtaki. Yani yule mwanamke ni kiboko, kamkana mchana kweupe. Kasema huyo
akasema hamtaki huyo Brian hata kwa dawa. Gladi akasema, jamani, we usiniambie, mbona makubwa jamani? Niliuliza kwa mshangao. Ndipo makubwa madogo yana nafuu, alisema Sala huku akiendelea kunisuka lasta. Maisha yangu na mume wangu Joshua yalikuwa mazuri sana. Sasa kibembe kinaanza siku hiyo. Tulikuwa tunaenda mahala fulani, mimi na Joshua. Basi tukaenda na gari yetu mpaka hapo, ile kufika na kushuka. Si Joshua kashuka na kuanza kunishika mkono huku tukitembea akiniambia, twende mke wangu. Basi tukatembea huku tumeshikana mikono. Kumbe Brian alikuwepo. Ile mazingira. Ile amegeuka hivi na kutuona mimi na mpenzi wangu Joshua. Alishtuka mno kiasi cha kumuona kabisa, kashtuka. Hakuamini kama na mimi ningekuja kuinuka na kupendeza tena na kumpata muungwana anayenijali. Jamani, mapenzi yake ya dhamana tuheshimiana thie. Kwake nathaminika na misimtupi wala nampenda ananipenda. Na hakika nimepata mpenzi muungwana anayenijali mie. Ukijumlisha na stresi zake za kufukuzwa na kuachwa, Brian ndo alizidi kuiona dunia ina rangi zote. Sikumuongelesha zaidi ya kumtazama juu mpaka chini, huku tukiondoka mwendo mdundo, utazani tunayataa hatari. Hiyo siku ilipita. Kesho yake sijui alipata wapi namba yangu. Nikaona SMS zinaingia za kuomba turudiane na nimsamehe. Nilimjibu kwa hasira, nikamwambia usinichekeshe. Huwa sili matapishi niliyotapika mwenyewe, tena ukome kunitumia message na ushindwe pepo mchafu na pepo mleta nuksi, shindwa kwa jina la Yesu. Sikusubiri ajibu. Nilimpiga block ya maana nilijua kabisa kwamba huyu ni shetani kabisa. Hakuishi hapa, alituma watu na kuja kwangu eti anaomba turudiane. Niliapa hiyo haitotokea kwenye maisha yangu. Nikashangaa na mama yake anapiga simu na kuniomba turudiane na mwanae. Hapo ndo huyo mama aliamsha mashetani ya Gladness kabisa. Maana sikuwahi kumtukana na mtu mzima, ila yule mama nikikumbuka maneno yake machafu zidi yangu, sikusubiri aongee. Yaani sikusubiri kabisa aongee sana. Nilianza kumkumbusha alionitendea toka mwanzo na hadi kauli zake zote. Mwisho ndo nilianza kumchamba na matusi ya hali ya juu. Nilimtukana mpaka kakoma. Mama jitu zima ribaya. Lione kwanza. Mama jitu zima chonganishi mbwa we. Na mwanao mlinifuja na nikatumia pesa zangu nikamsomesha. Afu akaja kuniacha na ukamsapoti na mkamwana mwanangu, halafu mkamwacha. Eti leo unieleza ushenzi. Mbwa we, msiu. Usinikaushie. Uzazi na ukome, mama libaya, sula ngumu, kakuta ya magofu, ya kilwa. Nyo, mwanao Brian kashindikana. Bibi upo? Kama una uchungu naye ulimzaa, mwambie akuoe wewe. Japo wewe ni mamae, kampe papa mbwa mwana wewe mjane. Umezidi lo. Utakufa na hili ukinyonya mdomo, usinizoee. Akurudie wewe na akuoe wewe na umpe hicho kitumbua kabisa. Mbwa shenzi tai, wache washwa. We mama mtu mzima. Nyo, hujui kutuliza kei yako. Hadi upige simu, ukome kakojoe ulale. Hayo ni maneno ya Gladness yaliyokuwa na matusi ndani yake.
akimtukana mama yake Brian. Anasema nikamaliza hasira za miaka yote zidi ya yule mama. Sikuwa na mtusi tu au kutukana hovyo, ila huyu mama alinitesa jamani. Pamoja na mwanae nilijikuta na mtukana matusi ya nguoni bila kujari. Ni mama mtu mzima. Yule mama baada ya kumlomokishia mvua ya matusi kwenye simu, alienda kushtaki kwa wajomba zangu na kwa bibi kwangu kwamba nimemtukana kwenye simu matusi mazito. Badala ya kumsikiliza, walimshangaa na kumwambia kwamba anayosema ni uongo na kwamba mimi sina tabia ya kutukana, nina heshima sana, na kwamba ananipakazia. Zikapita siku 2, simu yangu ikapigwa, na cha kushangaza ilikuwa ni simu ya baba mkubwa. Akaanza salamu na kuanza kuniambia eti, mwanangu Gladi, mzima wewe? Umepotea sana, nimekukumbuka sana, nasikia una mchumba unaishi naye na mna maisha mazuri sana. Gladi anasema nilishangaa sana kwamba huyu baba mkubwa si ndo walinizalilisha na familia yake, leo ananiona nina thamani sana kisa maisha yangu yamekuwa mazuri. Nilimjibu tu kwa mkato, nipo nimejaa tele, naishi naendelea vizuri sana na siwezi kupotea kwa sababu mimi sio pesa. Sio hivyo Gladi, binti yangu, ni kwamba tunaweza kushirikiana na kupendana kindugu zaidi. Baba mkubwa, leo ndo umeona umuhimu wangu wa udugu jamani. Leo hata hivyo sihitaji msaada wako wala sapoti yako. Kaa na familia yako. Kama ulishindwa kunisaidia na kunipenda wakati ule nilivyokuja kwako na mtoto, mkanisimanga vibaya na chakula kunizalilisha, itakuwa leo? Niliongea na kumkatia simu kwa hasira. Baba mkubwa alituma ujumbe, mbona binti yangu umenikatia simu? Nilimjibu nipo bize, nitakupigia nikijisikia. Nilimjibu na kumpotezea. Huyu ndo mimi Gladness sasa, niliyepitia kila mateso na walionidhalilisha na kunifanyia moyo uumie. Leo mimi ndo nawaona wakijinyenyekesha kwangu, na mimi sipendagi unafiki, na wapa makavu yao. Tuliendelea na maisha. Ukiingia ujumbe kutoka kwa mama yake Brian kwamba matusi ulionitukana utayalipia. We ni binti mdogo sana, mdomo wako umekuponza. Mimi nikapuuza, nikaona hamna kitu. Hiyo siku ilikuwa mchana. Usiku ndo nilikiona cha moto mwenzenu, kwani nikiwa nimelala siku hiyo Joshua mpenzi wangu hakuwepo, alikuwa kasafiri. Basi nikawa nimelala, ndo niko kitandani. Lakini kumbuka, hii ni Vam TV Online. Simulizi yetu aliniacha baada ya kutajirika. Hiki ni kipande cha 5. Nikaanza kusikia kama kuna upepo ndani. Nikahisi labda ni upepo na madirisha nimwacha wazi, labda kucheki madirisha nimefunga. Nikahisi masikio yangu labda yanasikia vibaya. Nikaomba nikalala. Kulala ndo kimbembe kilianza. Nilihisi ninebanwa juu, yani ikawa kama vile kuna watu wananinyanyua juu. Muda si muda nilianza kuona nanyanyuliwa juu, na nikaanza kuomba na kukemea kwa nguvu. Nilipambana sana, maana kulikuwa na nguvu inataka kuninyanyua na sijui ilitaka kunipeleka wapi. Niliomba sana Mungu na mpaka nikahisi nimeachiwa na sinyanyuliwi tena. Baada
Baada ya hapo nilijikuta kijasho chembamba kinanitoka na kuchoka sana. Sikuweza kulala tena. Nilimpigia mpenzi wangu Joshua usiku huo wa saa 8 na kumwarifu juu ya hizo nguvu za giza. Aliniambia, nisiogope, niendelee na maombi. Basi mwenzenu nikaendelea na maombi, kwani sikuweza kupata usingizi tena. Kulipokucha niliendelea na maisha. Baada ya siku 3 Joshua alirudi kutoka safarini. Ndipo nikaanza kusikia taarifa kwamba Brian, nikasema ole wake, ole wangu, na kwamba nitajuta na kunishtumu mimi kuwa nimemtukana mama yake. Siku moja tulitoka mimi na mume wangu tukaenda kwenye matembezi yetu, na tulivyokuwa tunatoka na mume wangu na kwenda matembezi, ile tulivyorudi, cha ajabu tukakuta alama ya damu ilivyomwagwa kwenye ngazi ya baraza ya nyumba yetu tunayoishi. Basi mimi nikamwambia tusikanyage hiyo damu, na akaniambia yeye haogopi kitu chochote, kwani analindwa na Mungu. Akatangulia na kuiluka ile damu na kuingia ndani. Basi tukaingia ndani, na hapo ndipo nikaanza kuona badiliko la ajabu. Kesho kulipokucha akaanza kubadilika. Joshua akaanza kubadilika sana. Kesho kulipokucha alianza kucheka kuliko kawaida, yaani anacheka tu. Nilimuuliza kulikoni mpaka anafanya hivyo, kucheka ovyo. Akaniambia ni kawaida na nisijari. Usiku akabadilika Joshua. Alianza kutaja habari za kufa tu, kwamba anatamani afe na apotee. Nilimuuliza kwa nini anataka afe. Akasema anatamani tu kufa na kupotea kwenye ramani ya dunia. Ghafla aliingia jikoni akachukua kisu. Nikamuuliza kulikoni Joshua. Akaanza kujipima na kwamba anataka kujichinja na kisu. Akaanza tena kurudia usemi wake kwamba anataka kufa. Akaanza kuchukua kile kisu na kuanza tena kutaka kujichinja. Nilijaribu kumnyang'anya, akaanza kuwa mkali kama mbogo, na akawa ananiambia kuwa nikimsogelea atanichoma kile kisu, na kwamba anataka afe amfate baba yake kaburini, maana baba yake alishafariki. Maneno yale yalinichanganya kweli. Nikasema ni nini kimemkumba Joshua? Niliona nimpigie mayowe, majirani wakaja, na ikabidi afungwe kamba, na nilijikuta nikianguka chozi sana nikiangusha. Maana sikutarajia kama Joshua wangu atakuja kutaka kujiua. Ilibidi nimpigie mama yake, nikamjulisha. Usiku ule ule tulimfunga na kamba na kumzuia hadi kulipokucha. Bahati nzuri familia yake ilikuwa inakaa Dar es Salaam, na asubuhi wakaja tukambeba hadi kwenye maombi, na ambapo aliombewa sana. Yule mchungaji alimwombea Joshua na mimi pia nikaombewa, angalau akawa kutolewa ile pepo jini la kutaka kujiua. Kumbe Brian na mama yake ndo walitufanyizia vile, na ile ilitegeshwa ili mimi ni angamie na nijiue. Lakini maskini ikampata Joshua kwa sababu yeye ndo alianza kuiluka ile damu. Basi tukawa tunaenda kwenye maombi kila siku hadi akapona kabisa, akarejea hali ya kawaida. Tuliendelea na maisha na hatimaye nikabeba ujauzito wake. Familia yake walifurahi sana, na pia mama yake alikuwa ananipenda sana. Nilianza safari rasmi ya kulea mimba ya Joshua, na kwa upande wa Brian maisha yake yalikuwa magumu sana, kwani toka alipofukuzwa kazi
hakuwa amepata kazi na hata nyumba aliyokuwa amehamia kipindi hile ya kifahari akashindwa kulipa kodi na kuhama kwa aibu akahamia chumba cha bei nafuu Uswahilini. Maisha ya Joshua ya Brian yalimwendea vibaya mno, yalikuwa magumu. Akaanza kupiga debe mitaani kwenye daradara, kutoka kuwa msomi na mwajiliwa hadi kuwa mpiga debe kwenye magari. Kweli maisha haya jamani, Mungu ni mkali sana. Lakini msikilizaji, hebu toa maoni yako. Unala kumshauri lipi Brian? Lakini unamshauri nini Gladness na pamoja na mpenzi wake? Gladness anasema, lakini nilichokuwa nikiambiwa alianza kuhamia kwenye mambo ya ushirikina. Alikuwa akimaliza pesa zake kwa wapiga ramli na wachawi ili tu aniloge na kujifunza ushirikina, maana ndo basi tena. Niliendelea kulea mimba mimi na Joshua wangu, ndo mimba ikatimiza miezi 4. Maisha yakiendelea kama kawaida na tukaendelea na maisha. Tulipanga kufunga ndoa na tukaanza mipango ya ndoa ili tuweze kuwa mume na mke rasmi kihalali. Sasa Joshua, yule msichana mwanachuo aliyekuwa mpenzi wake, lile danga mkuu wa chuo, akatumbuliwa kibaya zaidi, akaja kufumaniwa na mwenye mume. Dada wa watu ikawa ni aibu tupu. Ilibidi aachwe na lile danga na akaanza kumsumbua Joshua mpenzi wangu kwamba warudiane siku moja. Basi kuna siku moja Joshua tukiwa tunapanga mipango ya ndoa ndani, iliingia simu akaogoma kuipokea na kuipuza na akasema haina maana sana. Basi tukapanga tukamaliza. Usiku tuliingia tukalala. Nilishtuka usiku baada ya simu yake kuita sana na yeye alikuwa anakoloma, ndo nikakuta message zilizoshtua moyo wangu kwamba ni SMS gani zilishtua moyo wa Gladness. Nacho kusi hakikisha tu unaendelea kuwa nami katika simulizi mbalimbali. Hii ni VAM TV Online. Kipande chetu cha 5 kitaishia hapo. Tukutane kipande cha 6. Kitu gani kitatokea katika mipango yote ya Joshua pamoja na Gladness? Lakini unaambiwa Brian ameanza mambo ya ushirikina na amejifunza ushirikina. Je, kina Gladness na Joshua watapona kweli? Na kumbuka Gladness na mimba ya miezi 4 na kazi kweli kweli. Hapa kuna kupona. Dondosha maoni yako. Ni simulizi fupi kabisa hii ya aliniacha baada ya kutajirika. Haya, tutaona mwisho wake. Na kumbuka kabisa Gladness amepigiwa simu na baba mkubwa wake, eti leo ndio anamjulia hali, eti leo una maisha mazuri. Na jambo jingine, mpenzi yani ex wa Joshua katika mazingira walivyokuwa wakisoma chuoni, yule ex wa Joshua amemtumia SMS ya kushangaza ambapo Gladness amezikuta hizo SMS. Tutaenda kufahamu nini kilitokea baada ya Gladness kuzikuta SMS. Nikusihi ungana nami katika kipande cha 6. Utakuwa nami Mr. King VAM aka Vasco Sagwile. So usiache kusubscribe na kushare kisha like. Waambie marafiki ni muda wa kujoin na VAM TV Online. Tukutane panapo majaliwa kipande cha 6.